Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin. Ikhwana, leo tutaangalia kitu kinachoita almas ama kushikwa na mashaitani ama kupandisha mashaitani kama tulivyozoea, conversion ama possession. Tutaangalia what behind possession. Mtu anapokuwa possessed, nini kinachosababisha huyu mtu akawa possessed? Kabla tujaendelea kuangalia, cha kwanza tutambue ya kwamba ili jambo la possession ni jambo ambalo limethibiti katika kitabu cha Qur'ani, Al-Qur'an Al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innal ladhina yaquluna riba la yaqumun illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytan min almas, hakika ya wale ambao wanakula riba hawatasimama, lakini kusimama kwao kutakuwa ni kama vile mtu ambaye aliyeshikwa na mashaitani. Na kushikwa vipi kwa shaitani? Allah kuishia hapo tu, akaendelea tena kuwaambia, innal ladhina taqaw, wale ambao wanaomcha Allah, idha massahum taifum minash shaitani, wanapopata madhara kutokana na shaitani, yatadhakkaru, wanakumbuka. Tadhakkaru, wanakumbuka. Fa innahum mubsirun, hao ndio wenye kuona haki. Lakini hata katika Biblia kuna kile kisa maarufu cha yule mtu ambaye katolewa mapepo yakapelekwa kwa nguruwe. Tunapozungumzia sheitani anaingiaje katika mwili, ya kwanza lazima tujue kwamba sheitani ama majini, tunapozungumzia sheitani tuna reveal moja kwa moja kwa majini, japo sheitani si jini peke yake, ila mtu anapopandisha masheitani yanayotokana na majini anakuwa possessed. Kwa nini? Kwanza kuna mambo yanafanyika. Katika haya mambo yanayofanyika ndio inatuletea sisi picha ya classify, tunaweza tukatenganisha tukaweka asnafu za ile possession, ile almasi, na hapa tunapata makundi manne ya possession. Kundi la kwanza tunaita kulli almas. Hii ni possession ambapo inapotokea huyu sheitani anapomvaa huyu mtu, basi mwili mzima wa huyu mtu unakuwa ni umeshikwa, ama tunarejea kusema conversion al-asr. Hapa ndio mtu anapandisha mashaitani, na baada ya hapo akumbuke chukupo anakisema, mtu anaweza akajidhuru, akakimbia, akalia, akacheka katika hii namna hii. Pia mtu anaweza akawa kichaa, akawa chizi kabisa. Hii pia inaitwa possession, lakini si kila chizi ni possession, ila upo uchizi wa possession. Namna ya pili inaitwa juz'i. Hii ya juz'i, mtu anashikwa sehemu ya mwili wake. Inaweza ikawa mtu akashikwa aidha katika mguu, yani possession yake umeshikwa katika mguu, mtu mguu ukaparalyze, ama huyu mtu akashikwa mkono ukaparalyze, upande mmoja ukaparalyze, ama kiungo chochote kile, lakini si mwili wote. Hii ndio utakuta kuna mtu anasema nimeparalyze upande mmoja, ama kuna muda tunasema sometimes yes sometimes no. Kuna muda mtu anakuwa na hasira sana, yani kuna tabia anakuwa nazo, maanake ameshikwa baadhi ya sehemu za mwili wake, lakini si mwili wote. Hapa kutana na ile kwa wanaume ambao wanakuwa na tatizo la rabti. Rabti zimegawanyika katika vipengele vingi sana, lakini ipo rabti ambao mwanamume anashindwa kuenda kwa mwanamke, anashindwa kumwendea, akimkaribia ile sehemu inapotea. Hii pia ni katika upande wa almas. Kundi la tatu la almasi tunaita daim. Daim ni mtu anapoingia katika upande wa possession, anapokuwa possessed, anakuwa mwili wake wote umeshikwa, lakini kwa muda mrefu sana. Daim hapa tunaangalia azamani walasta almakani. Hapa tunadili na muda na tuangalii sehemu. Kule mwanzo zile namna mbili za mwanzo tukopo tunaangalia almakani, yani zile sehemu fi badani, katika mwili wake au badani au mwili wa mwanamke, zile sehemu ambazo zinazoshikwa aidha ni mwili wote ama ni sehemu ya mwili, ndio tukapata aina mbili za kulli pamoja na juz'un. Lakini tunapokuja ku reveal katika jambo la azamani sasa, kwamba ni muda gani huyu mtu anakuwa ameshikwa, inapokuwa ni kipindi kirefu sana, anaweza akawa mtu ndio akaugua uchizi muda mrefu, ama mtu akaparalyze mwili mzima akalala kitandani muda mrefu, ama hata upande mmoja lakini akakaa muda mrefu. Hii tunaita daim, inadumu kwa muda mrefu sana, ambapo hapa unakuta ndio mtu anaweza akawa kichaa, mtu anaweza akawa chizi, inakuwa ni kwa muda mrefu sana. Lakini pia namna nyingine ambayo si daim, hii sasa tunaita ni thaifu. Thaifu inatokea pale ambapo mtu anakuwa ameshikwa, lakini anashikwa kwa dakika kadhaa, aidha ni dakika 30
au muda wowote, lakini ni muda mfupi, haichukui siku moja. Na hapa inategemea pia na sheitani ambaye ametumwa kwa mtu. Wako majini wana uwezo wa kukaa muda mrefu sana ndani ya mwili wa mtu, na wako majini ambao wanaweza kukaa kwa muda mfupi sana ndani ya mwili wa mtu. Hapo tumeangalia almas, ama hii tunaita conversion, possession. Lakini katika jambo la possession, conversion, kuna jambo pia la psychological, tunasema ni athari za kisaikolojia. Athari za kisaikolojia zinatokea pale ambapo mtu anakuwa ameshikwa, lakini huyu mtu anakuwa hajashikwa na sheitani, lakini anakuwa ameshikwa na akili zake. Hii inatokeaje? Unakuta pale ambapo mtu anakuwa ameuliza, bana, ndugu yangu, mimi nina shida gani? Akaambiwa, wewe umepandisha, wewe una mashaitani. Huyu mtu akisomewa atapandisha. Ama mtu anaenda kwa shekhe, anajua kabisa huyu ni shekhe mkubwa, kashaaminishwa, akili yake inajiseti automatically, akienda akishikwa kichwa tu na huyu shekhe, lazima atapandisha. Yani si kwamba atapandisha mashaitani, lakini akili itakuwa inampelekesha kupiga makelele. Naam, sasa tuangalie tiba zote. Tiba zipo za aina nyingi sana, lakini hapa tutazungumzia jambo moja tu katika hizo tiba za possession inapotokea mtu akiwa ipandisha. Kwanza kuna mtu anapandisha alafu anatulizwa, kusomewa, kisha ukaambiwa nenda hapo, haujapona hapo, umetulizwa. Ama yakapanda ukasomewa kisha ukaachwa, hapo haujapona, hapo yametulizwa. Ili sasa yapone, nini kifanyike? Zipo namna nyingi, sisi tumesema tutaangalia namna moja tu. Ni namna gani? Kwanza tunamhitaji msomaji awe ametimiza vile vigezo vya kuwa raqi, kwa sababu ruqya, unapoifanya ruqya kuna vigezo vyake. Utakavyokuwa umevitimiza vile vigezo, basi unakuwa na kibali alqubul kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe hata bila kusoma, lakini Allah anakuwa tayari ameshakubali. Kwa hivyo mara nyingi inayotumika ni amri ya kwako Allah, ambao ameisakhirisha dhidi ya yeye anavyojua katika makhluqati zake. Kwa hivyo utakapotaka kumsomea mtu, wale wataondoka mashaitani. Lakini kuna kisomo kinaitwa kisomo cha nini? Cha hirs, kisomo cha kinga. Lazima umfanyie mgonjwa kisomo cha kinga. Kisomo cha kuondoa mashaitani katika ruqya sharia, zipo aya nyingi zimeorodheshwa, lakini katika kisomo cha kinga ambacho nataka nikizungumze, baada tayari ushamsomea ruqya ya kisharia akaondoka, ukamsomea kisomo sasa cha kinga. Katika kisomo cha kinga, aidha utatumia Qur'ani tukufu, utaisoma surati Al-Hadidi, sawa eh? Utakapofika katika neno hadidi, ile aya imalize mpaka mwisho, sawa eh? Imalize mpaka mwisho, alafu kisha simama hapo, muombe Allah ulinzi, muombe Allah ulinzi. Allahumma inna nas'aluka hirzaka, Allahumma inna nas'aluka khaira minka, Allahumma inna nas'aluka baraka minka, Allahumma shattiti jam'ahum, Allahumma dha'if adwana. Visomo vyovyote vya kinga ambavyo wewe unaovijua. Allahumma inna na'udhu bikalimatika tamma wa min kulli shaytani wa hamma wa min kulli aini lamma. Kila kisomo cha kinga unachokijua. Baada ya hapo, yule mgonjwa atakiwa aambiwe haya mambo, kwa sababu kisomo kinahudhuriwa. Na baada ya kisomo, Allah subhanahu wa ta'ala anakupatiaje ulinzi? Allah ana viumbe wengi ambao yeye anawajua katika elimu yake ya ghaibu. Ukitaka ubaki katika usawa, hebu jiepushe na haya mambo. Ikiwa kama umeoa ama umeolewa, basi hiyo ni kheri, tunasema hiyo ni kheri. Lakini ikiwa kama haujaoa wala haujaolewa, jiepushe na jambo la zinaa, kwa sababu ndio mlango wa kwanza unaofungua na kuwafukuza wale viumbe. Utakapowafukuza, basi wewe unakuwa ni rahisi sana kupata almas, kushikwa na mashaitani. Na hata katika zile sababu zinazofanya mtu ashikwe na mashaitani ni hili jambo la zinaa, kwa sababu angalia hatari ya zinaa. Unaambiwa hata ukifanya leo, basi muda wa siku 40 swala zako hazikubaliwi. Si siku 40 ukasema basi kama hazikubaliwi mimi si swali. Unatakiwa uswali, na ukiswali zinalipwa. Kwa maana hiyo kutakuwa kuna faradhi ambazo utakuja kudaiwa wewe, faradhi zaidi ya 200 ama faradhi 200. Sasa hizi faradhi 200 lazima uzilipe. Yani hizi faradhi 200 lazima uswali swala 5
Zikifika faradhi 200 ambazo hizi ni lazima uziswali, ndio baada hapo sasa utaanza kulipwa. Sasa tazama ubaya wa zinaa jinsi ulivyo. Lakini jambo la pili, porojo, uongo. Zina Allah subhanahu wa ta'ala kaongea dhahiri shahri fil Qur'ani katika aya nyingi sana, sina haja ya kuziripiti, lakini kazoka katika surati An-Nur akiwa ametaja adhabu azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata, ametaja katika sura nyingi akisema ayyuhalladhina amanu la taqrabu zina. Katika sehemu nyingi kazuia zina na kawaambia watu wajiepushe kutokana na zina. Jambo la pili, porojo. Allah subhanahu wa ta'ala anawasisitiza kusema ukweli, kwa sababu katika kusema ukweli Allah anakusahilishia mambo yako, akisema ayyuhalladhina amanu ittaqillahi wa qulu qawlan sadida, mcheni Allah na mzungumze maneno yaliokuwa mazuri. Na hizi ndio miongoni mwa sifa za waumini. Hebu jiondoe katika laghawi, wewe kwa ni mu'ridhun, mwenye kujiondoa. Wale viumbe ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekusakhirishia wakulinde, ama ile nuru ambayo Allah amekupatia ikulinde, itadumu. Lakini utakapoingia katika masala ya porojo, basi inakuwa ni rahisi tena wewe maradhi yakarudi. Lakini pia shukrani. Hebu kuwa ni mtu mwenye kushukuru. Kuna mtu anafanyiwa kisomo anapona kabisa, ile qiraa Allah subhanahu wa ta'ala anaijibu, anapona, lakini baadaye anafanya hiana, pengine kwa ule mtu ambaye alimfanyia kisomo. Alimwambia bana, baada ya kisomo utanipatia sadaka yangu kiasi fulani, ama ni makubaliano ambao wenyewe wamekubaliana, lakini baada ya kisomo mtu anafanya hiana. Hapa ikhwana, lazima maradhi yatarudi, kwa sababu wewe haukuitimiza ahadi. Kumbuka, inna ahada kanat mas'ura, hakika ya ahadi lazima itakuja kuulizwa. Ahadi ni yenye kuulizwa. Kwa hivyo ukishatoa tayari ahadi, mimi nitafanya jambo kadha wa kadha, kisha haukulifanya, kumbuka yale maradhi yatarudi. Lakini jambo lingine, dumu na udhu. Kaa muda mrefu sana na udhu. Utakapodumu katika udhu, Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia neema. Allah subhanahu wa ta'ala atawalinda wale mahudamu wake ambao kawaambia wakukinge wewe. Ikhwana, na jambo la mwisho baada ya kufanyiwa tayari kisomo cha ruqya, tumia dawa ambazo nitakazokushawishi penda sana kuzitumia ni dawa za mitishamba, kwa sababu katika mitishamba kuna siri kubwa sana. Katika ilmu nabata, elimu ya mitishamba, kuna mambo mengi sana, na hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameelezea tiba katika matunda, tiba katika mafuta, akisema kulu zaiti, kuleni katika zaituni, katika alizeti, kuleni katika alizeti, kwa sababu ndani yake kuna nini? Kuna ponyo. Lakini pia sehemu nyingine akaelezea katika black seed. Ninazungumzia black seed, tunasema mbegu nyeusi ama habati sauda. Mtume kasema pendeni kunywa mafuta ya habati sauda, na habati sauda ni miongoni mwa tiba, si miongoni mwa tiba. Habati sauda ndio tiba mama ya wanawake ambao hawapati watoto, wanawake ambao wana shida ya kutokupata watoto. Habati sauda ndio tiba kubwa sana. Maana yake huyu atachanganya mchanganyiko wa dawa nyingine, lakini lazima katika ule mchanganyiko habati sauda iwepo. Lakini pia Mtume kaelezea miti mingi sana, na leo ndo tunaona tunaitumia hiyo miti ya mkunazi, ambao huu mkunazi upo mpaka katika pepo. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafikishwa katika pepo, akaona kuna mkunazi shajarati muntaha, akafika pale akauona ule mti wa mkunazi. Kwa hivyo ikhwana, leo tulikopo tunazungumzia jambo la almas, tumeshaona tayari aina za almas. Yazingatie haya ikiwa wewe ushafanyiwa tayari kisomo ama unataka kufanyiwa kisomo cha ruqya. Basi ukishafanyiwa tayari kisomo cha ruqya, hebu jiepushe katika hivi vitu. Ikiwa kama umri wako umefika, yani umebaligha, maana lugha baligha maana yake ni kufika katika lugha ya Kiarabu. Balagha wengi wanasoma ile somo la balagha, kufikisha ujumbe. Kwa hivyo tukisema huyu mtu kabaligha, maana yake kafika wapi? Kafika kuoa ama kuolewa, maana yake tayari ni mkubwa. Ndio maana sema hakuna aliyebaligha afu mdogo. Sasa kama tayari ushafika wewe umebaligha, basi fanya nusra, omba ufanyie nusra. Ahsantum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.